We are going to learn about beyond the limit. What is the limit? Mpaka ni nini? Unaposema limit unamaanisha kikomo, mwisho wa, si zaidi ya hapo, isiyowezekana kuvuka, ndio limit. Na unaposema beyond ina maana ni zaidi ya kile kikomo, zaidi ya vile unavyoweza kufikiri, zaidi ya vile ambavyo wanasema, zaidi ya vile ambavyo ni mazoea, ni kuzidi kile kikomo ambacho kipo. Ukisema beyond the limit ni kuvuka mpaka, ni kuvuka matarajio, ni kuvuka kikomo, ni kuvuka uwezo ulionao au uliopo, ni viwango vingine, ni next level, ni zaidi ya mafikirio, ni ile hali ya kuvuka ukawaida. Kwa nini tunajifunza somo hili? Kwa sababu tunaishi kwenye dunia yenye mipaka, mataifa yenye mipaka, wilaya, kata, hata vijiji vyenye mipaka, katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho. Hiyo ukubali au usikubali, lakini tunaishi kwenye dunia ambayo ina mipaka kwa mambo mbalimbali. Ukisoma Waefeso 6 kuanzia mstari wa 11 pale inazungumzia kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya. Kushindana kwetu si juu ya vitu vionekanavyo kwa macho, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya. Unaposema juu ya falme, hizi falme zinatawala wapi? Hizi mamlaka zinafanya kazi wapi? Haya majeshi yanafanya kazi wapi? Na ndio maana nataka uelewe kwamba kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili ulivyo na mipaka, vile vile ulimwengu wa roho una mipaka, na kuna tawala ambazo zinatawala kwa wale ambao wanaufahamu juu ya Mungu wao. Amesema ya kwamba mbingu ni za Bwana, bali nchi amewapatia wanadamu. Katika jina la Yesu wewe ni mtawala. Na Biblia inaposema katika Wakolosai 1:13 ya kwamba alituhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, haimaanishi tumetoka katika ulimwengu. Tupo katika ulimwengu bado, lakini katika ulimwengu wa roho tumehamishwa. Inamgharimu mtu ufahamu juu ya hilo jambo ili aweze kuwa mtawala, aweze kuwa mshindi katika jina la Yesu aliye hai.